Tuwe wa kweli leo. Hebu tuweke kando hadithi za kufikirika na tuzungumzie maisha halisi mtaani. Huna mjomba mwenye cheo la serikalini, huna familia tajiri inayoweza kukupa mtaji wa mamilioni kuanza biashara. Ni wewe peke yako, ni wewe, chumba chako na hali yako ya kiuchumi iliyopauka. Inasikitisha sana, si ndio? Inataabisha kuona marafiki zako wakikimbia kwa kasi, watu uliosoma nao ambao wengine wanawazidi uwezo, wanaendesha magari mazuri, maisha yao yanaenda safi, si kwa sababu wana akili sana kukuzidi, bali kwa sababu wana watu wa kuwasukuma, wana watu wa kuwabeba. Wamepewa connection, wengine hata shuleni uliwazidi GPA. Lakini naomba sasa usikilize hapa leo madini ya baraka. Leo nataka nikupe ukweli mchungu ambao utakuweka huru. Kukosa mtu wa kukushika mkono sio tatizo lako kubwa. Tatizo lako kubwa ni kule kusubiri huyo mtu aje. Leo tunakwenda kuvunja mnyororo kwa siri 5 za namna ya kuishi bila connection au mtu wa kukushika mkono. Siri ya kwanza, lazima uwe na nguvu yako mwenyewe, au tunaita self push. Siri ya kwanza, na hii ndiyo ngumu zaidi, lazima uwe engine ya maisha yako. Usisubiri mtu mwingine atoke nje akupushi, kwanza hayupo, na umeshajua hayupo, unazidi kupoteza muda. Hakuna mtu atakaye kuamsha asubuhi. Hakuna atakaye kupigia simu kukukumbusha malengo yako. Ni wewe mwenyewe. Hakuna atakaye kupigia makofi wakati unaanza. Hakuna atakaye kuinua kwenye matope utakapoanguka. Kwa sababu kwanza bado huaminiki, pili hauna watu wa maana kukushika mkono. Utajikuta unafanya mambo peke yako. Unakesha peke yako. Unashindwa na kulia peke yako wakati mwingine. Lakini ngoja nikwambie kitu, nisikilize vizuri. Hii sio laana. Huu ndio wakati ambapo chuma kinapitishwa kwenye moto ili kiweze kuwa imara. Nidhamu haitengenezwi mbele za watu. Nidhamu inatengenezwa wakati hakuna anayekuona. Kama huna mtu wa kukushika mkono, tumia mikono hiyo hiyo ulionayo, jiinue mwenyewe. Kama ndege ambaye anatua kwenye tawi la mti, haogopi tawi likivunjika. Kwa sababu gani? Ana uhakika, anajua hata kama tawi nililotua ni kavu, likikatika nitapaa kwa mabawa yangu mwenyewe. Usipoteze muda kwa kusubiri connection. Kuna wakati hivyo ulivyo, anza mwenyewe kwa mikono yako. Usisubiri mikono ya watu kukubeba, jibebe mwenyewe, songa mbele. Mengine atakukuta huko njiani. Imani ya ndege anapotua kwenye mti haijawekwa kwenye ule mti ambapo ametua kwayo. Imani yake ipo kwenye mabawa yake. Wakati huu weka imani yako kwenye nguvu zako, huku kimtegemea na Mungu. Siri ya pili, acha kusubiri fursa kubwa. Inaitwa the power of small moves. Ngoja nikwambie, watu wasio na connections hawashindi kwa bahati. Wanashinda kwa hatua ndogo ndogo ambazo hazikomi, hakuna kupoa. Usidharau mwanzo wako. Wakati wengine wanasubiri dili la mamilioni, wewe anza na kile kidogo kinachowezekana. Hata kama kitakuingizia shilingi 1,000, hicho anza nacho kwanza. Mengine utakuta nayo mbele ya safari. Kazi ndogo leo inaongeza thamani ndogo, inayokupa ujuzi kidogo. Hatimaye mambo haya yote yakijikusanya na kuwa mshindo mkuu. Ukifanya aggregate, ukijumlisha juhudi zako ndogo, jumla baada ya muda, sio tu fedha utakayoipata hiyo itakayokuwa imeunganishwa, lakini ujuzi na uwezo wako ni mkubwa kuliko kukaa kusubiri mpaka mambo yakae sawa, mpaka ndugu zako kukumbuke. Ngoja nikwambie, kitabu cha Ayubu, maandiko matakatifu, Ayubu 8 mstari wa 7 anasema, ingawa mwanzo wako ulikuwa ni mdogo, lakini mwisho wako utaongezeka sana. Sasa usisubiri kuongezeka sana.
Kama unaamini mwanzo wako kwa sasa ni mdogo, jipe moyo kwamba ipo siku mwisho wangu utaongezeka, utakuwa mkubwa. Mimi ni mtu wa Mungu, ninaamini mambo ya Mungu, naamini neno la Mungu, ninaanza kidogo kidogo. Usiangalie kilele cha mlima, angalia hatua unayopiga sasa. Watu wote wanaopanda mlima mrefu kama Kilimanjaro kwa kuangalia kilele waga wanakata tamaa. Lakini wale wanaoenda kwa kuangalia hatua ndogo wanazopiga wanajikuta wameshafika juu bila kuchoka. Siri ya tatu. Tumia kile ulichonacho mikononi mwako. Assets versus excuses. Ngoja nikwambie, katika kitabu cha Biblia, Musa alipokuwa mbele ya bahari ya Shamu, alikuwa na hofu. Mungu akamuuliza swali moja tu. Ni nini hicho kilicho mikononi mwako? Musa alikuwa na kafimbo tu, lakini fimbo hiyo hiyo ndio iliyopasua maji. Leo nakuuliza wewe, unayesema huna msaada, una connection, una mjomba, una ndugu serikalini, una ndugu jeshini, una ndugu nje ya nchi kukusaidia kwenda kusoma huko. Ni nini kiko mikononi mwako sasa hivi? Una simu ya smartphone? Je, una internet? Je, una masaa 24 ya muda? Basi una zana zote za kuanza. Watu wengi wenye rasilimali nyingi wamekwama kwa sababu hawana njaa ulionayo wewe. Tumia simu yako kujifunza. Usitumie tu kuangalia umbea. Tumia simu yako kama chanzo cha maarifa ya kugeuza fahamu zako. Jifunze vitu vipya. Muda ambao unautumia kuscroll na kuangalia umbea na nani na status za maisha ya watu utaisha kukuumiza tu. Geuza huo muda ili utumie kufanya mambo ambayo mwisho wa mwaka ukijumlisha unagundua umepiga hatua. Tafuta eneo jipya unataka kujifunza. Tumia muda wako wa kutosha. Jifunze. Na Mungu yuko upande wako, atakusaidia. Siri ya 4 inasema jenga thamani, usijenge visingizio. Inaitwa value attractions. Kujuana na watu kunasaidia kufungua mlango, lakini thamani ndio inayokufanya ukae ndani ya chumba hicho. Tayari unafahamiana na hao sawa watu wenye fursa. Una kitu gani cha thamani ambacho wao watakitaka kutoka kwako? Thamani yako ndio nguvu yako, ndio connection ya kwanza kabla ya connection ya kujuana na watu. Ukijua kutatua matatizo ambayo wengine wanashindwa, watu watakutafuta hata kama huna mjomba mwenye cheo. Usihangaike kutafuta marafiki wenye pesa. Hangaika kuwa mtu mwenye ujuzi ambao wenye pesa wanauhitaji. Ngoja nikwambie rafiki yangu, kitabu cha Mithali 22 mstari wa 29 anasema, je, wamuona mtu mwenye bidii katika kazi yake? Huyo atasimama mbele ya wafalme. Bidii yako ndio itakuwa passport yako ya kuingia kwenye ofisi ambazo hukualikwa wala hukuwahi kufikiri utaingia. Chochote ambacho utakifanya, hakikisha unakifanya kwa ubora na kwa viwango vya juu kabisa. Siri yetu ya 5 na ya mwisho inasema, elewa mfumo. Usiishi tu kwa kuhangaika, ishi kwa mifumo. Ngoja nikwambie, hapa ndipo wengi wanapofeli. Wanapiga hustle lakini hawana structure, hauna mfumo. Unapambana na maisha lakini hakuna mfumo ulioweka. Unaweza kuwa mtandaoni kila siku, unaposti picha, unapambana kuweka bidhaa zako, lakini bado huna hela. Kwa nini? Kwa sababu huelewi mfumo wa jinsi fedha inavyohama kutoka kwa mteja kuja kwako. Unafikiri unapoweka kakitu basi ndo tayari umeshapata wateja na wameshakuja. Unafikia tu unakata tamaa. Wengine wanafanikiwa kwa sababu katika ukuzaji wa ufahamu wako, ukuwekeza kwenye mfumo. Rafiki yangu, nataka kusema nini? Pesa inafuata mifumo, haifuati kelele. Miongoni mwa maeneo ya kujifunza unapoingia mitandaoni, jifunze jinsi ya kutumia mifumo ya kimitandao, jinsi ya kuongea na watu walioko mtandaoni, namna ya kutengeneza community, jamii ambayo itaingiza fedha kwenye maisha yako, na sio tu kuwa mtandaoni kama mshabiki.
Ndio maana nimesisitiza umuhimu wa kuelewa digital marketing and monetization structure. Ingia hata ChatGPT, ingia hata YouTube, angalia jinsi ya kufanya marketing, masoko mtandaoni na kutengeneza fedha kwa njia ya mitandao halali kupitia kuuza bidhaa zako au kufanya kitu wanakiita affiliate marketing. Hii ndio ramani itakao kuonyesha jinsi ya kugeuza likes na comment kuwa chakula mezani mwako. Kuna watu hicho ambacho umecomment, hicho unacho like, wao kinawaingizia chakula. Hata wewe unaweza tafuta eneo ambao unajua hivi eneo naweza nikafanya vizuri kiasi gani. Alafu kisha wekeza kiasi cha kutosha. Usiposti tu kitu kwa sababu unasubiri watu watakuja. Ingia katika masomo ya kujifunza namna ya kitu ambacho unakiweka, watu watakifata vipi, watakipata vipi. Jifunze, tumia muda wako kuongeza elimu. Mwenye haki ataponywa na maarifa, lakini watu wangu wanaangamizwa kwa ukosefu wa maarifa. Kwa hiyo hizi ni siri za muhimu sana, na hii ndio ramani itakayo kuonyesha jinsi ya kugeuza likes na comments kuwa chakula mezani mwako. Hili nimeshalisema. Bila mfumo utabaki kuwa mfanyakazi wa mitandaoni badala ya kuwa mmiliki wa biashara mitandaoni. Naomba niseme hitimisho lifuatayo. Rafiki yangu wa madini ya baraka, watu wenye kujuana na wakubwa wanaweza kuanza kwa kasi, lakini watu wenye maono na uvumilivu ndio wanaofika mbali zaidi. Uhitaji mwanzo mkamilifu, unahitaji kuanza tu. Kama uko tayari kuacha kulalamika na kuanza kujisukuma na kujibeba mwenyewe, andika neno ninaanza leo hapa chini. Alafu gusa kitufe cha subscribe na share video hii kwa kijana au mtu yote ambaye unamfahamu, ambaye unajua anahisi ametelekezwa, na ujumbe huu unaweza ukamsaidia kusimama yeye mwenyewe bila kujali ndugu, jamaa, marafiki. Mungu akubariki sana. Karibu tena hapa Madini ya Baraka, na kumbuka mafanikio yako yanaanza kwa kusema kwa ujasiri, mimi naweza hata kama niko peke yangu.